Hello. Karibu sana katika channel hii ya Abia Telatela. Hapa tunakuwa na story mbalimbali. Story ambazo zitakufurahisha, zitakuchekesha. Na ndani ya hizo story utajifunza, utaelewa jinsi maisha yanavyoenda, mambo ya familia, mambo ya mahusiano, mambo yaliyopo katika jamii, yani mambo mengi tu. Kwa hiyo usiondoke kwenye channel hii. Karibu sana. Leo nataka nipige story na hawa mabinti wa saizi, wasichana wadogo. Na sisi tulitoka huko. Hawa Gen Z wanaoibukia saizi hawa. Hivi unajua hawa saizi hawa mabinti hawa wadogo wamekuwa na akili sana. Tofauti na miaka ile ya kwetu. Sisi wa 70, wa 80 huko. Kuja sana hivi na wa 90. Hawa saizi wana akili, watoto wanaitwa watoto wa 2000. Wana akili. Lakini kitu kimoja unakuja kujua hata uwe na akili vipi, linapofika swala la mahusiano, ukisikia story ambazo zinazungumza saizi, zinazo trend, sisi tuseme, zinazozungumza saizi, hawa sasa wadogo ndio wana matukio ya ajabu mpaka unawahurumia. Sisi miaka yetu, nazungumza sasa kwa wenzangu hawa, wazee wenzangu. Mimi mimi sio mzee, mimi bado mdogo. Sijaanza hata kupiga kura. Mimi na miaka 13 hivi. Tulikubaliana miaka iliyoliwa na nzige na tunutu hatuhesabu. Kwa hiyo nimetoa ile miaka ambayo imeliwa na nzige, imeliwa na tunutu. Mimi I'm still young. Kijana mdogo. Kijana wa zamani na wa sasa. Na miaka 13. Bado sijaanza kupiga kura. Kubaliana hivyo. So, hawa wasichana wadogo kwanza. Mimi kwanza ninachotaka kuwapa, niwape big up. Watoto wa 2000 tunawaita. Niwape big up kwanza. Wana ile akili. Wasichana. Mimi nazungumza na wasichana leo. Story zangu ninazopiga leo ni mimi na wasichana. Wasichana wadogo. Watoto wa 2000. Kwanza mimi nataka niwapongeze. Watoto wa 2000 wanajua kupambana. Hawa wanapambana watoto kiuchumi. I salute them. Yaani kwenye uchumi watoto wametupiga gepu. Watoto wanapambania ndoto zao. Utakuta kasichana kazuri kana miaka 24. Kana bonge la nyumba. Amejenga nyumba yake. Alafu wewe mtoto mdogo kama mimi, sisi tunasema tutaki tuite wazee, na sisi sio wazee kabisa. Mtoto mdogo kama mimi wa mwaka 70, 80 hauna hata kiwanja. Kwa hiyo kiukweli tukubali kwamba hawa watoto wa 2000, hawa Gen Z hivi imetupiga gepu. Si ndio Gen Z au anyway tuseme tu watoto wa 2000, watoto wa miaka 2000, hata wa 90 na wenyewe tuweke kwenye kundi hilo. Ni japo mnawaita wakubwa. Sisi wa 70 tutatuitaje? Anyway, tuwape pongezi kwamba wanapambana sana. Kwenye swala la uchumi wamevuka. Wametupiga gepu, wako mbele. Tunapokuja kwenye swala la mahusiano hayana mbabe, hayana mjuzi, hayana mkongwe. Kila mtu anakuwa anakaujinga fulani ambako alikapitia kwenye mambo ya mahusiano. Yaani mimi nikikutajia vya kwangu ni vingi. Ila sasa kinachotokea, nyie sasa wadogo zetu tukiwaambia kwamba hivi na hivi kuhusu mahusiano, mwe mnatusikiliza. Ni sawa mmetuzidi kiuchumi, tunaweza kusema baadhi. Kwa sababu kuna wengine wenzetu wako mbele. Tuseme kwa sisi tukiwashauri kuhusu mahusiano, mwe mnasikia. Kwa sababu hao wanaume ndio wale wa miaka ya 70, wa miaka ya 60, wa miaka ya 30. Hawanaga yani
formula mpya. Ni wale wale. Yaani unaangalia matukio unaona hata matukio yanavyoenda unaona kabisa story inapoenda kuishia hapa sio yenyewe. Kwa hiyo na kingine nilichokuja kujua, unajua sisi sasa dada zenu hizi, shangazi zenu huko, tulijikita sana kwenye mahusiano mno. Yaani mtu mpaka unajisahau wewe ni nani, unatakiwa ufanye nini. Lakini nyie ninachowapongeza zaidi, mmejikita sana kwenye uchumi. Ila sasa mnachokuja kuharibu ni kuwalea hawa wanaume. Na ndio maana sisi tunaambia nyinyi mtusikilize sisi, msiwe kama sisi, kwa sababu kama sisi tuliharibu kwenye mahusiano, nyinyi mkija mnaharibu zaidi. Yaani mnatakiwa mkae mfikirie kwamba hawa ni dada zetu, sio mashangazi wanatuonea wivu watoto wa 2000. Hapana. Sisi tuna mambo tunajifunza kweli, na tumejifunza, tumeappreciate. Nyinyi mnatakiwa mjifunze kwetu, ili sisi ambayo tuliyakosea nyinyi msikosee, kwa sababu nyinyi ni bora na sisi tulikuwa bora na nyinyi ni bora. Kila mtu ni bora kwa upande wake, kwa karne yake, kwa miaka yake. Ila sisi tukiwaambia hivi, maana yake tunawapenda. Na matukio ya mahusiano ni kama yanajirudia. Ila miaka hii, kuanzia ile miaka yetu sisi, tuchukulie kuanzia miaka ya 60, miaka ya 70 hivi, miaka ya 80 mpaka 90 hapa, ni yale yale yanajirudia. Ila kadri yanavyojirudia matukio ni kama yanaongezwa na viungo. Masontojo, manjo mate, ni kama vinaongezwa vikorombwezo vingine. Yanakuwa matukio ya kushangaza. Ndio tuzungumzie kwanza kwenye mahusiano. Unajua kwenye mahusiano kuna kwa mtu unafanya vitu fulani vikijinga. Hasa unakuta mimi nilishafanya vikijinga, alafu unakuta na hawa walioko saizi wanavifanya. Tena wenyewe wanavifanya zaidi. Na ndio maana sisi tukiwaambia, maana yake nyie mwe wajanja. Hivi nakumbuka mimi nikiwa chuo nilikuwa na boyfriend. Yaani nimemkuta, si mimi nilimpenda, si ni yeye alinipenda, si tulipendana. Yeye alinitaka kwanza, akaniambia ila ana mpenzi, nimpe muda waachane. So nilikuwa nasubiri waachane. Nikimuona, yaani tukionana, mbona sasa mtaachana lini? Anasema nimpe muda kwa sababu apende kumwacha ghafla tu atajisikia vibaya. Nisubiri kwanza amwache pole. Kwa hiyo akaendelea kuwa na mimi, akaendelea kuwa na huyo mpenzi wake. Wakati mimi huko niko nasubiri waachane pole. Sasa fikiria wewe hapo saizi, hujawahi kukutana na hilo tukio? Hujawahi. Kama hujawahi, maana yake kuna tukio lingine la kijinga. Yaani matukio yanafanana. Kwa hiyo wanaume stori zao au tabia zao ni zile. Ni wewe sasa unataka kuishi kwa akili. Sasa si dada zetu ukiwaambia kwamba hivi kaa hivi na hivi na hivi, unasikiliza. Sasa kusema sasa unaongea nini? Mimi naongea kwamba tunatakiwa tusikilizwe. Nilichogundua wanaume, na hisi tangu wa mwaka 50. Sio tangu mwaka 50, tangu mwaka 47, 48 mpaka mwaka huu 2025. Wana formula zao. Na wao wanasema eti wanakaa kwenye kikao sini. Kuna mambo wanazungumza. Kwa hiyo mimi na wewe tukae leo tuzungumze story. Sasa tupige story. Tuseme tukae kikao. Mtu anapokushauri usichukulie tu moja kwa moja kwamba huyu ana wivu, ananionea wivu na mwanaume wangu. Hapana. Kuna wivu ndio, lakini wewe lichukue lile neno liweke hivi kwenye faili lako. Wewe unaangalia, yani
swala la mahusiano halina formula, ila pia usipuuze maneno wanayokuambia wale waliokutangulia. Na kadri tunavyoendelea, manake kunakuwa kama kumeadvance, yani kumeelimika katika jamii. Yani jamii inakuwa imeelimika fulani hivi. Kwa hiyo hata wanaume wanapokuja na mbinu, wanakuja na mbinu zimeelimika, mbinu mpya. Lakini sasa katika ile mbinu, wale waliokuwa wamekutangulia wanajua kwamba hii ni mbinu, hii ametumia tu ujanja tu. Sisi ndio tulikuwa kipindi kile cha nizalie nitakuoa. Nyinyi hamko hicho kipindi. Yaani nyinyi na wenyewe wanakuja na mbinu nyingine. Na kuja yani mbinu zao ni mpya, lakini ukikaa ukitulia ukizungumza na sisi tunakwambia kabisa amesemaje? Amesema nitafute biashara yoyote atanifungulia. Nataka nifungulie biashara, kwa hiyo nianze kutafuta frame. Umeongea sana, mimi dada yako ndo nakusikiliza. Amesema atataka kutafuta, amesema utafute frame, akufungulie biashara. Hiyo inafanana na nizalie nitakuoa. Kuna kitu kwanza anakitaka. Kuna kitu anakitaka, kwa hiyo ana mbinu fulani anakuja nayo. Huyo ni mwanaume. Unaelewa saizi? Yaani mbinu ni zile tangu mwaka 1947 huko 1924 huko nyuma 1777, yaani tuseme enzi na enzi, lakini zinaenda zina advance, zina develop. Lakini sentensi moja ya mwaka 74, 84, 94 inakuja hiyo sentensi moja inaenda inabadilika. Kama hiyo nizalie nitakuoa ndio ilikuwa yetu sisi ya miaka huko ya 90, 70, 80. Nizalie nitakuoa. Saa hizi wameshajua nyie mna akili. Mnajipambania. Mko vizuri sana kwenye uchumi. Anakuambia tafuta frame ya biashara. Nataka nikufungulie biashara. Kwa hiyo mtaka mnakuja kwa dada zenu, mnatuuliza tuwape mbinu. Kwa sababu nimekuja kugundua siku hizi depression za mahusiano, watu kujiua, sijui kufanya nini, kujizuru, kuchanganyikiwa, afya ya akili imekuwa kubwa sana miaka hii. Kwa sababu nyie hamtaki kusikiliza. Nyie ndio mnajiona ndio nyie, kwa sababu ni wa kisasa, kila vitu mnafanya vya kisasa. Lakini linapokuja swala la hawa wanaume, ulizeni waliowatangulia. At least una idea fulani hivi. Sababu unapoingia kichwa mtu anakupiga tukio mpaka unasema Kwa hiyo kama nilivyosema, tumekubali kwamba nyie mpo vizuri katika kujipambania kiuchumi. Kwenye mahusiano mnatakiwa pia mtuulize dada zenu, mtuulize shangazi zenu inakuwaje. Yaani msiende tu. Naelewa. Sababu sisi tuna experience na tunapowaambia tunawatakia mema. Hatujakataa kwamba nyie mmetuzidi katika kuchangamka kiakili na kimtazamo, lakini bado kuna mambo sisi tumewazidi. Haya, tupige story kawaida. Unajua ujinga kwenye mahusiano unatofautiana. Yaani kila mtu ana ujinga wake. Alafu kuna namna fulani hivi unaweza ukawa ulienda ukaona kama ulikuwa mwelevu. Ukichapa tukio ndio unakuja kukumbuka I say. Na hao wanaume wana mbinu nyingi sana. Kwa lazima mjifunze kwetu sisi tuliotangulia. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani
nilikuwa na boyfriend. Ikawa nimeenda huko, alikuwa anafanya kazi huko Ngara. Nikamfuata kule. Nilipofika kule ilikuwa ni karibia Christmas, kipindi cha sikukuu, kwa hiyo nienda kumsalimia likizo. Kwenye simu yake kuna namba amesave dadi. Kila ikipigwa simu anatoka nje asema naenda kuongea na baba. Hata mimi nikipigwa simu kama nani nimeona pale dadi, najua babake naenda nakimbia nampa. Baba yako anakupigia simu, anatoka naenda kuongea na dadi nje. Sasa kuna siku nilikuwa nimekunywa yani ilikuwa Jumamosi nadhani, nimekunywa nimeelewa. Sasa yeye yuko sebuleni anaangalia TV, mimi niko chumbani na hiyo simu imeandikwa dadi. Sasa mimi nimeshalewa, nikasema ngoja niongee na baba mkwe kwa adabu kabisa. Nikapiga na magoti. Nikapiga na magoti. Ile nimeongeza chumvi. Okay, niliweka ni sauti nilijiandaa kwa ajili ya kuongea na baba mkwe. Halo. Mimi ndio nimesema halo. Sauti ya pili ikawa kama imesita. Nikasema tena halo. Akajibu halo. Mbona sauti ya kike? Sasa nashangaa mbona imeseviwa dadi au ni mama yake? Akasema penda mpe mwenye simu niongee naye. Kuna hii sauti mbona ya kisichana kabisa. Nikamwambia wewe nani? Mpe mwenye simu niongee naye. Mimi ni mpenzi wake. Yuko wapi? Saa 2 saa 3 hivi usiku. Mpenzi wake. Kaona hii ili vaga naweza namalizana nalo hapa hamna cha kumpa simu wala ni yeye yuko sebeni anaangalia TV, ana yani hayo kinachoendelea, hana shida kwa anaangalia TV. Nikamwambia wewe ni nani? Mimi ni mpenzi wake tangu lini? Huyo ni wapenzi tangu wakiwa chuo sio yuko. Jamaa anafanya kazi. Mimi nikamwambia na mimi sio mpenzi wake, yani mimi ni mke wake. Naishi naye. Sasa kakajifanya kana English nyingi watoto wakishua. Okay, sorry. Girls talk. Wewe umeanza naye lini? Si nikamwambia bwana kama nilivyokuambia. Mimi si ndio na simu size na unaona ni usiku. Amelala, mimi ni mke wake. Nikakata simu. Sijui story ilishe, lakini nyie hawa wanaume that story linavyoendelea hivi. Kwa hiyo wanaume wana mbinu nyingi. Namna ambavyo maisha yana advance, teknolojia inaongezeka. Na wewe wenyewe wanakuja na teknolojia zao mpya. Na sio kama sisi tumeshafika hivi mnatuita mashangazi, sijui manini, kina mkubwa, kina shangazi. Ni kwamba tumeona yote maajabu ya wanaume. Bado wana maajabu mengine na matukio mengine mapya. Na hiyo ndio maana tukiwaambia jamani, hii mdogo wangu, hii ni red flag. Kuwa makini, naona kuwa makini. Huyu hapa ni kweli anakupenda, lakini mpe muda kwanza. Usikurupuke. Na kweli mdogo wangu usikurupuke. Hiyo inasaidia, tutapunguza talaka nyingi. Utatulia, utafanya maamuzi mazuri, kumchagua mwenzi wako sahihi. Tumewatangulia, tunayajua mengi, na sisi waliotutangulia walijua mengi. Na ndio maana lazima kuwe na mtu mentor, mtu anayekuongoza kwenye maisha yako. Na pia katika mahusiano lazima uwe na mtu ambaye anakupa ushauri kuhusu mahusiano. Usikurupuke. Tena kwenye issue ya kesi ya ndoa. Usikurupuke kabisa. Tunapiga story hapa, zinachekesha, zinafurahisha, lakini jifunze. Utasema shangazi, wewe niite shangazi. Kama
Kama wewe wa 2000 wa nini, niite mama mkubwa. Kama wa 90, wa 80, niite shangazi. Kama wa 70, wa 64 hivi 65, niite tu dada. Nashukuru sana. Najua kuna kitu umejifunza, japo tumecheka kidogo, tumefurahi, lakini kuna kitu umejifunza. Jitahidi ufanye maamuzi mazuri. Yaani mimi napenda. Unajua nikiwaona hivi wasichana wamechangamka, wasichana wadogo, wanajipambania kiuchumi, wanapambana, na furahi. I'm very proud. Fanya kitu chochote, enjoy maisha yako, furahia. Ila hakikisha kwenye kila kitu, kila uamuzi ambao utakaotoa, usije ukaujutia baadaye. Enjoy maisha, fanya nini? Kila unachokifanya sema hiki baadaye nitajuta hiki. Sitajuta. Cheza nacho. Hiki ninachofanya baadaye nitakisikitikia. Sitakisikitikia. Sema nacho. Yaani uamuzi wote utakaofanya, ufanye ukiwa na akili timamu. Usifanye uamuzi ukiwa umefurahi sana. Usifanye uamuzi ukiwa una hasira sana au ukiwa umechukia. Kwa sababu unaweza ukafanya uamuzi mdogo tu ukiwa umefurahi, ukagharimu maisha yako yote. Wakati ulikuwa umefanya maamuzi umefurahi. Na usifanye maamuzi ukiwa na hasira. Inaweza kugharimu pia maisha yako. Ukiwa una uamuzi wote ambao unajua kabisa huu unahusu maisha yangu direct, uchukue, andika hasara utakazozipata, andika faida utakazozipata. Ukiwa na hasara ni nyingi, achana nao. Ukiwa na hasira usifanye maamuzi. Ukiwa na furaha usifanye maamuzi. Fanya maamuzi ukiwa umetulia. Na zaidi sana, kwenye maamuzi yako wote unaohusu maisha yako, piga magoti, muombe Mungu akupe hekima. Muombe Mungu akutangulie, akuongoze ufanye uamuzi ulio sahihi. Na mimi leo naongea kama nani? Kama shangazi. Fanya uamuzi kwa kuongozwa na Roho wa Mungu. Usikurupuke. Nimemaliza sijamaliza? Nimemaliza. Basi naomba usisahau subscribe channel hii. Na unaweza ukashare ili na wengine waje wa subscribe. Bado tuna story nyingi, bado tuna mambo mengi sana. Yaani channel hii ya Bia Tela Tela iko full package. Kuna mambo mazuri yanakuja, kuna mambo ya kufurahisha, kuna mambo ya kuburudisha. Yaani utaenjoy kwa hapa kwenye channel hii, hautajutia. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Bia Tela Tela. Nipende kusema asante.